vidole sita. Mimi nimetoka huko Kayole South. Mimi ndio tulikuwa pamoja na hawa mandugu zangu wakati wa 2022 na nikangangana. Si mnajua nilingangana? Yeah. Mimi hawa wazee wote nadhani hakuna mwenye alikuwa na kula mingi kuniliko. Siwaulize si wako hapa? Niko na 8200. So mimi nilikuwa nimeshinda. Lakini sasa huyu jamaa mwenye mnaona akikuja kuchokora nyumba kama topeni, akakuja akachokora. Na ni maana tunasema tunataka watu wenye wanapenda chama kama chama ya UDA. Mimi wakati nilikuwa nafanya kampeni zangu nilikuwa naombea governor kura, naombea Imene kura, naombea rais wetu kura. Hata yeye mbunge mwenyewe nilikuwa namuombea kura. Ikifika kwangu aniombee kura. Sio kama mnaona? Na kama mnakumbuka wale watu walikuwa Calvary. Ndio maana jamaa alianza maneno wapi? Si mlikuwa Calvary mnakumbuka? Hapa sasa ndiye aliona akakuja akaona atakuja kumkaranga. Lakini bado hana bahati, si sawa? Ukiona mtu amekosana na watu wa matopeni. Msikize kidogo. Ukiona mtu amekosana na watu wa matopeni, hayuko. Ni kweli? Ameisha. Ni kweli? Niwaambie kitu moja wakati tulikuwa matanga kwa kina Bati. Sisi ni timu moja. Ni kweli? Tumekuwa matanga nyingi hapa tukapatana timu moja. Si kweli? Watu wa matopeni ni kitu moja. Na nikawaambia mtu mwenye atajaribu kuja matopeni, kuja kuwasambaratisha kidogo hivi, huyo mtu anafaa kutolewa kiuti. Si kweli? Huko kaa tumekaa naye Njiru na gari zake huko. Na ni mtu tunajua na miaka mingi na mtu ako na usemi sana matopeni. So ananijua nikiteka Njiru pale, mimi nikiteka na gari pale KNX, hiyo nilikuwa naendaga naye, anaweza kuambia. Na madereva wake wote tumekuwa tukienda nao, tunapeana squad. Sasa hizo kulikuwa na shida hata kutengeneza gari, silikuwa ni shida kukaa. Mpaka tuko na wakati hata kuweka insurance ilikuwa ni shida. Lakini sasa hizi hatuogopi. Sababu Mungu naye ametuinua. So tumetoka mbali. Na ndio maana niliwaambia watu wa matopeni, huyu jamaa ako na miaka 7 huku. Fadhali kusema ukweli. Si ni sawa? Kama leo amekuwa na mkutano ofisi, amechanganyikana watu wake ofisi wote. Sisi tuko na kitu inaitwa devolution because sisi tunaenda kila ward, mheshimiwa Koria. Sababu tunataka watu wenye wako huko mjisikie mko kwenye matopeni. Sababu hatuwezi toka watu wa matopeni watoe hapa wapeleke huko kama wanakofanyia mkutano huko. Sina watu wako mnakofanyia huko. So kitu ya kwanza tunataka heshima kwa viongozi wetu wenye machaguliwa. Koria alichaguliwa na nyinyi, si ni kweli? Na amepewa muda wake wa kufanya kazi. Na mlinifurahisha sana, kwanza acha niwapigie makofi. Mtu anaenda kupata Koria kijana ofisi hapo, akuje hapo Moe. Koria alifanya vizuri na mama wako alifanya vizuri. Huyo mtu mumshikilie miaka yake 5 yenye mmempatia, afanye kazi yake ndio itakuja kumujaji. Kama ni mbunge afanye kazi yake, mtu ameshindwa na kazi yake. Nimesikia juzi ati anaomba governor ati andike barua sababu ya barabara ya Buya yenye mheshimiwa Mofa yameanza. Na kuna barabara ya kwangu ya Dio, mimi ndio niliweka hadiko 2021 kama mnaweza kumbuka, nikaiweka hadiko yote. Saizi ya kumbukai kutengeneza hiyo barabara. Kazi yake anakimbia mahali mtumishi anatengeneza barabara, mahali Korea anatengeneza barabara, mahali Mofa anatengeneza barabara, zile za kaunti za kuingia ndani. Anasahau mpaka na hii barabara yetu kutoka Soweto, biashara zimeisha Kayole. Si ni kweli? Si kweli sio kweli? Biashara imeisha Kayole, magari zetu zinaharibika na hiyo ndio barabara yake. Hiyo acha niwaambie, haizi piga simu hata apigie minister aombe barabara. Msimbebe kwa ubaya sana. Nimekaa na huyu jamaa. Nilikuwa nakaa na Baduka, anaweza kuambia. Nilikuwa nakaa hapa, Meja anakaa hapa. Alikuwa ananiuliza nitawaambia aje, niseme nini. So msiko mnamblame sana. Ajui, wanielewa? So nyinyi msikubali kupangwa chama, msikubali kupangwa chama, nyinyi ni watu wazima na hii chama ni yetu, na mu make sure hii timu yetu yenye tuko naye matopeni. Hii ni ushindi. Hapo kidogo. Hii timu yetu tuko naye hapa hivi ni ya ushindi. Tafadhali msiangushe mheshimiwa wetu Koria. Msiangushe mheshimiwa Mofa.